lakini katika utendaji wangu wa kazi nilihakikisha kwanza Kabanga nilitoa mapato yalikuwa chini, nikahakikisha tunabadilisha mtendaji, na mtendaji alipobadilika mapato yalipanda kabisa kutoka kwenye milioni 30 mpaka sasa hivi tukikosa sana 140. Umeona? Kwa maana hiyo kwa kipindi chote nilichokaa madarakani nikifanya tathmini kwenye kata yangu, baada ya kusimamia mapato yameongezeka, tumepata karibu bilioni 2 au na zaidi. Lakini nasikitika sana kuona namaliza muda, na wakati naingia kulikuwa na maboma kama matatu tu shule za msingi, yani shule ya msingi ya Mrukukumbo, shule ya msingi ya Kabanga na shule ya msingi ya Ngunduzi. Lakini na yale maboma ambayo yalikuwa ni nguvu za wananchi, na yenyewe mpaka sasa hivi naondoka hajakamilika. Iko mimi kimeniuma sana. Kwa hiyo natamani yani basi hata kama nikirudi tena basi serikali ilete pesa kumaliza hayo maboma, ili wananchi nao wafarijike, waone kile wanachokitoa kwenye mapato, ule ushuru wanaotoa na wao inarudishwa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ya watoto wao shule za msingi. Asante sana mtabari. Leo tulikuwa na kikao cha baraza ya robo ya 3 kesho Yanga, lakini kwa leo hoja yangu nimewakilisha mimi ni kuhusu ombi la mtego wa radi kwa shule ya msingi Mkagugo, licha Mvyagira, kata ya Mgoma, mlingano wa uharibifu wa mvua zinazokuja. Lakini ile ni njia ya radi. Ile shule mwaka 2011 zilipigwa ng'ombe 13 na wanafunzi 3 shule hiyo ya msingi Mkagugo. Lakini mwaka jana sekondari ya Mvyagira alipigwa mwanafunzi kufariki, na kwa bahati nzuri wakatuwekea mtego wa radi mmoja. Kwa hiyo naomba shule ya msingi Mkagugo weke mtego mwingine ili kuepuka majanga hayo. Lakini vile vile hiyo shule ina hitilafu moja kwa sababu ya jengo moja ambalo halijakamilika. Nilikuwa naomba vile vile halmashauri ya Ngara iangalie jengo hilo, inahitaji kama milioni 2 tu ambazo zinawezekana zikamalizia nyumba ambayo tulipewa na benki NMB, ambayo niliomba fedha hiyo NMB wananikabidhi jengo hilo la shule. Ili changamoto nyingine ni shule ya msingi ya Mkikomero. Shule hiyo imejengwa mwaka 1952. Shule hiyo ni gofu, sasa hivi ni hatari. Ilipokea wakimbizi mwaka 1993, iko mpakani na imeisha. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali angalie shule hiyo ili angalau iweze kubomolewa, ijengwe shule mpya. Lakini kuna maji ya shule ya kisha Mkikomero. Hayo maji bajeti ya 2023/24 ni kwamba ililetewa milioni 191, lakini mpaka sasa fedha hiyo imeshafanya kazi, lakini bado maji hayajatoka wala hayajatokea kumwagika ili wananchi ndio kupata maji. Leo tulikuwa na baraza la madiwani tukijadili taarifa mbalimbali zilizoletwa na wataalamu au zilizotoka kwenye vikao vya kamati. Lakini kimsingi niseme tu kwamba leo tumefanya vizuri sana kwa sababu madiwani wanajua kwamba sasa yawezekana tunaelekea mwishoni, na tunapambana kuhakikisha kwamba kazi tulizoziacha zote tunazimalizia, labda zile ambazo ziko nje ya uwezo wetu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya kazi zote akazimaliza, itakuwa ni Mungu, na hata Roma haikujengwa kwa siku moja. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba zile kazi tunazikamilisha, lakini zipo nyingine pengine hazitakamilika, lakini baadhi ya kazi tutazikamilisha kwa wakati. Sasa niseme tu kwamba maji kama maji yako chini ya RUWASA haya vijijini, lakini mara nyingi tunawasiliana nao, na ndio maana unaona mara nyingi tukiwa na baraza huwa tunawaita kutupa taarifa ya kazi zinazofanyika kwao ili madiwani wazirudishe kwa wananchi zile taarifa. Lakini
niseme tu kwamba miradi hii ambayo wanasema kwamba ina changamoto ni kwamba bado iko kwenye utekelezaji. Ni waombe wananchi tu wavumilie mpaka mwisho, kwa sababu mradi ukisha kuwa na mkandarasi zipo taratibu zake. Sisi tuwape imani tu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapenda wananchi wake, na ndio maana inapambana. Kwa muda wote miradi ile itakamilika. Lakini zipo changamoto hizi za barabara. Changamoto za barabara, mnaona tuna mvua nyingi. Hakuna namna. Barabara zinatengenezwa tu vizuri. Tena barabara za Ngara zinatengenezwa vizuri kuliko pengine hata baadhi ya maeneo au ndani ya wilaya nyingine. Kwa hiyo niseme tu mvua zimekuwa nyingi, zimeleta changamoto za kuharibu barabara, lakini nilisikia juzi kwenye vyombo vya habari ni kama mama ana fedha ametoa kwa ajili ya kurekebisha barabara ambazo zimeharibiwa na mvua. Kwa hiyo waombe wananchi wavumilie. Najua nchi hii ni kubwa, inawezekana fedha hizi zikafika huko au zisifike, lakini na uhakika kila mwaka tunatengeneza. Na mwaka wa fedha mnajua unaanzia mwezi wa 7, tarehe 1 mwezi wa 7. Na uhakika kuanzia mwezi wa 7 pia hizi barabara ziko kwenye bajeti na zitarekebishwa na miradi mingine. Ni kweli tunazo shule nyingi zina changamoto za vyoo, lakini huwa kuna vipaumbele. Naomba niseme tu kwamba tunatatua changamoto hizo kwa baadhi ya mashule. Yawezekana shule ya Ngundusi hatujaifikia, au pengine yawezekana zipo shule nyingine zina changamoto zaidi ya hiyo. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kutatua changamoto hizo, na mimi nimwambie tu aendelee kuatia moyo wananchi. Na mambo mengine niseme tu, kuna kipindi unaweza kukuta changamoto ile ni ndogo. Ni vizuri tukaomba na wananchi tuendelee kushirikiana, maana huwezi kupata fedha zote za kufanya kazi kwa wakati mmoja, kutekeleza miradi kwa wakati mmoja. Lakini na uhakika tunapopata changamoto hizo tunajitahidi kutatua. Wafuatilie kwenye shule mbalimbali ambazo zimezuliwa na upepo na nini, tumejaribu kurekebisha, tunapambana sana. Kwa hiyo nina uhakika inawezekana basi shule hiyo hatujaifikia, lakini nayo changamoto hii kwa sababu tumeipata. Ni waombe wananchi wavumilie, tutaendelea kuijadili na kuona namna ya kutatua changamoto hizo ambazo zimejitokeza. Nilipopewa nafasi ya kuongea kabla mwenyekiti hajafunga, pamoja na shukrani mbalimbali, lakini nimetoa maelekezo kwa idara zote za halmashauri, lakini na idara za serikali kuu, kwa maana ya TARURA, barabara zote ambazo zinaendelea kutengenezwa na zile ambazo ziko kwenye mpango, kuhakikisha tu hasa kwa wakati huu wa mvua nyingi, kuna maeneo korofi kuziwekea kipaumbele kwa ajili ya ziweze kuendelea kupitika kwa wakati wote. Lakini kuna RUWASA, kuna miradi ambayo imekuwa kama sugu. Nimetoa mfano wa kijiji kimoja kiko kule kati ya Mgoma, nadhani kama sikosei ni Mgikomero. Ule mradi wa maji ni wa muda mrefu. Kwa hiyo nimeagiza mkandarasi atafutwe mahali popote alipo, aje kuendelea na mradi, ili kusudi ifikapo mwezi wa 10 mwaka huu wananchi wa kijiji kile wao wanakunywa maji. Ni sambamba na maeneo mengine yenye miradi ya maji kama kata ya Nyamagoma, kwa maana ya Kumbuga, Ntanga, lakini na kijiji cha Murubanga kwa ujumla. Lakini pia TANESCO kuna vijiji vichache ambavyo bado umeme haujawashwa. Kwa hiyo nimeagiza ifikapo Julai vijiji vyote hivyo vinawaka.